Mwanzo mzuri wa kuku wakubwa wanaanza na utunzaji mzuri wa vifaranga. Kama hujaanza kutunza vifaranga vizuri, kuku wako wana uwezo wa kukusumbua sana wanapokuwa wakubwa. Kwa hiyo unapoanza kuvitunza vifaranga vyako vizuri na ukapata taratibu zote zinazotakiwa, ni chanzo kikubwa cha kuku wako kuto kukusumbua wanapokuwa wakubwa. Kwa hiyo tunaongelea mfugaji ambaye anaanza kufuga, ni lazima ujue umuhimu wa kuanza kutunza vifaranga vya siku moja mpaka miezi mitatu mpaka miezi miwili. Kwa mfano hawa unawaona, hawa wana wiki moja tu, na chakula unachoona wanakula hapa ni chakula ambacho tumekiandaa sisi wenyewe toka siku moja mpaka miezi miwili na nusu. Hii itakusaidia kwanza kupunguza gharama ya ufugaji, lakini pia ukivifuga inavyotakiwa utapunguza vifo ukienda na chanzo inayotakiwa. Hawa ni wasiku wana wiki moja sasa hawa unavyowaona hawa, lakini tukija kwa hawa unavyowaona wana wiki mbili. Hawa unavyoona wana wiki mbili, lakini ukitoka kwenye hawa ukija kwenye hawa wana wiki tatu. Wana wiki tatu. Sasa unaweza ukaona jinsi kuku wako unavyoweza kuwafuga na ukafuata zile taratibu zote ambazo zinazotakiwa, na baada ya kukua hawa, maana yake hatutegemei kwamba wanaweza wakatusumbua, kwa sababu tumefuata taratibu zile zote ambazo zinazotakiwa, na tulitoa katika video zetu zile zilizokuwa zinapita kwamba siku ya kwanza kuna kanuni ya vifaranga inavyotakiwa uvihendu. Siku ya kwanza kabisa kuna kanuni ya vifaranga inatakiwa uvihendu na uhakikishe wanapata. Lakini siku tena ya pili kuna taratibu tena ya unavyotakiwa tena uvipe dawa zake na maji yake ya kila siku inatakiwa, na maana uwape. Lakini kuna ile chanjo ya baada ya wiki ya kwanza inatakiwa uhakikishe unawapa, na chanjo ya wiki ya pili inatakiwa uhakikishe unawapa, na chanjo ya wiki ya tatu inatakiwa tena uhakikishe unawapa, na chanjo sasa ya wiki ya 4 inatakiwa, na maana uhakikishe unawapa. Ukishawapa chanjo na ukapata taratibu hizo zote, ni wazi kabisa kwamba kuku wako wanapokuwa wakubwa hawatokusumbua. Lakini pili, ukawa unawapa zile chanjo za kila baada ya miezi mitatu, na kisha unawapa chanjo, kuku wako hawawezi wakakusumbua. Sasa tunasisitiza, kama unataka kufuga kibiashara, hakikisha unakuwa ni mtu wa kutoa kinga kuliko kutibu. Na shamba letu hili darasa linatuweka sasa sawa kwa wale watu ambao kimsingi wanahitaji kufuga kibiashara. Wanatakiwa wajue kanuni ambazo zinaweza zikawasaidia mradi wao wa kuku ukawa ni wa manufaa makubwa. Sasa ili uweze kujua, kila kitu kina kanuni. Hakuna biashara utakayoianzisha ambayo haina kanuni. Hakuna kitu chochote kile ambacho utakachokianzisha katika mradi wako kikakosa nini? Kanuni. Sasa ili uweze kujua kanuni zake na biashara yake, lazima ujifunze.
Na vitu ambavyo natakiwa uvijue kwenye kuku, kwanza ni utunzaji wa vifaranga vya kuku. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, inatakiwa ujifunze katika ufugaji wa kuku ni chanjo zake za ufugaji wa kuku. Hatua ya tatu, inatakiwa ujifunze wa kuku ni uchanganyaji wa chakula cha kuku. Hatua ya nne, unatakiwa ujifunze kwa kuku ni banda la wanaotakiwa wakae katika ufugaji na maana wa kuku. Kama unavyoona sisi hapa, banda letu sisi hili ni la kuku wa siku moja mpaka mwezi mmoja. Sasa ukishamaliza banda, hawa hapa tunatakiwa sasa tuende kuwapeleka sehemu yao nyingine, ambao kimsingi tunategemea sasa wanakuwa wameshakuwa wakubwa, wanahitaji sasa kwenda katika maandalizi mengine ya sehemu nyingine, na hapo sasa tutaenda kwa hatua sasa wanayefuata. Lakini unaona tunawapeleka stage kwa stage. Wale wa kule juu hatuwezi kuwaleta huku chini kwa sababu wale ni wadogo, hawa ni wakubwa. Lakini hawa tena hatuwezi kuwaleta tena kwa hawa hapa kwa sababu wale ni wakubwa, hawa ni wadogo. Sasa mkiwatenganisha, ina maana hivyo inakuwa ni faida. Faida yao ni nini? Faida ya kwanza ni kwamba wanakula bila kugombana kwa sababu ya uwezo wao wa kuweza kuhimili nguvu. Wakizidiwa nguvu, maana yake mpaka wale wakubwa washibe ndio hawa waweze kula. Sasa lazima ujue kanuni hizo katika ufugaji wa kuku, mambo matatu ambayo ni ya msingi sana ili uweze kufuga kibiashara. Please, kama hujapata kitabu cha Umilionea Umejificha Ndani ya Ufugaji wa Kuku ambacho kimeandikwa na mwandishi mfugaji ambaye katika sekta hii ameweza kufanikiwa, please tafuta kitabu hicho, kinauzwa shilingi 6,000. Kitabu hicho kinaweza kukusaidia kukuweka vizuri kuwa mfugaji mzuri. Lakini hatuishii hapo. Ukichukua kitabu hicho, tunakuingiza katika grupu letu la wafugaji Tanzania ili uweze kuwa mfugaji mzuri. Tunaamini Mungu akikubariki na ukawa na sisi katika ufugaji huu wa kuku na ukapata maelekezo ambayo tunayokuelekeza, tunaamini utakuwa ni mfugaji mzuri sana wa kuku na itakuwa ni chanzo cha wewe kukuletea nini? Faida. Mungu akubariki sana. Kutoka katika mfugaji wako, mwalimu wa mafunzo ya ujasiriamali Simon Lameck Buchu. Asante sana.